Karibu tena mtazamaji, tunafurahi sana kuendelea kuwa nawe. Hujambo Zubeda? Si jambo. Ni Tiberius Muhindi kutoka Malakisi. Anakuuliza, je, unaunda dawa kwa sababu miti inapatikana au ulikuwa unatumbukiza wadudu kwenye dawa ndio ukafahamu wanakufa? Nijibuaje hiyo sasa? Ni kutafuta tu suluhisho. Hiyo ndio jambo lenye linifanya nifanye hii kazi. Na unaposema kwamba nia yako ni kutafuta suluhisho, ni kwamba umeangalia soko letu, umeangalia taifa la Kenya, ukaona kwamba bado hatujapata suluhu ya kuwakabidhi hawa wadudu, au ni kwamba suluhu ambayo tuko nayo haifanyi kazi? Kwanza kabisa saizi, unajua na serikali haiwezi kuwa na dawa inaweza tibu tu, inaweza zuia dudu zote. Lazima useme kwanza dudu gani inazuia kabisa. Na saizi katika nchi letu la Kenya na Afrika kuna mdudu ambaye inaitwa fall armyworm. Saizi imeweza kureduce ile, unajua ile mahindi tulikuwa tunapanda from 2014 kwenda nyuma ilikuwa mingi zaidi. Saizi imeshuka na 50% kwa ajili ya mdudu, sababu inakula ekari za shamba za mahindi. Sasa hapo ndio pale mimi niliweza kuweka focus yangu. So wakati nikifanya utafiti wangu kwanza nilisomea hiyo mdudu, nikacombine na hii dawa iko na inaweza zuia katika hiyo mpango ya kukula mahindi. Na ukiangalia soko kuna dawa yoyote? Kunazo dawa but za kemikali. Za kemikali na mingi zao zinatoka nje. Hazitoki hapa. So saa zingine unaweza pata zinakosa. Na wakulima sawa hawezi acha kupanda mbegu, hawezi acha kupanda mahindi, watafanyaje? Si ni vizuri sasa tukuwe na suluhisho hapa letu la Kenya, linaweza saidia wakulima na liwasaidia kwa wengi. Na uzuri wake kwa local ni kwamba itakuwa na bei rahisi sana. So wanaweza ipata kwa bei rahisi na wanaweza kupata mavuno mengi sana. Kwa nini unaona kwamba itakuwa bei rahisi? Sababu kila kitu inapatikana hapa. Kila kitu inapatikana. Hakuna story ya kuchukuliwa kutoka sijui wapi na wapi, alafu kuna taxes, kuna sijui nini. Kila kitu inapatikana hapa na kwa bei rahisi sana. Kwa hivyo sasa mkulima anaweza kuitumia vipi dawa hii endapo utaweza kupita hizo test zote na uruhusiwe kuitengeneza hii dawa humu nchini? Itatumika vipi? Kwanza kabisa hii ni lita moja ya hiyo dawa prototype. Unaichanganyisha na maji alafu unanyunyizia tu mmea. Hivyo tu. Vile na ile pump ya zamani hivyo hiyo. Ama na kama mtu hana. Ndio mbona iko na spray hapa? Iko nayo. Ukishanunua hapa sasa, mtu akishanunua anaichanganya kwa maji. Alafu utajua vipi vipimo, ama vitakuwa na maandishi? Vitakuwa na maandishi, direction, maelezo yatakuwa hapo, kila kitu. Ndio tuko katika mpango ya kufanyia hayo mambo. Na umetueleza kuna mashindano mengi ambayo umeshiriki, ambayo yameleta pamoja wabunifu wachanga kutoka vyuoni. Unadhani safari hii ya ubunifu nchini, nini ambacho kinailemaza haswa kutoka mahali uko wewe binafsi? Kutoka upande wangu naweza sema ni kwamba hakuna investors wengi sana. Na wabunifu migao wanafunzi hawajui njia yenye wanaweza tafuta hizo pesa ndio waweze kufanya ubunifu wao ifike kwenye inaweza saidia watu wengine. Mtu anaanza hivi anaogopa, huyu jamaa ataiba idea yangu. Lakini sasa wewe binafsi tayari ushaanza kuogopa. Uzuri yangu sasa, unajua kupitia shule na kipi niliweza kufanya kitu inaitwa protection patent, kupata patent. So saizi iko protected, hakuna venye waweza iba. Unaona? So wakijua njia ya kufanya mambo kama patent, copyright, trademarks, itakuwa rahisi sana. So ningeomba hata kama ni serikali inaweza saidia kuelimisha watu na kuonyesha venye wanaweza pata hizo hela za kuwasaidia. Na watu wengi pale nje wenye wako na hela na ni wakulima ama katika hiyo sekta ya agriculture, wanaweza kuja wawasaidie pia. Sababu kama unafanya agriculture, kuna venye pia unapata hela, na ukirudisha kwenye agriculture itakusaidia na itasaidia wengine. Chakula ni kitu muhimu Kenya na dunia mzima pia. Kwa hivyo changamoto kuu ni jinsi ya kuanza. Mawazo yapo, lakini utekelezaji, changamoto inaingia pale. Hiyo mambo unasema ya copyright na pia masuala ya pesa. Kuna hazina ya vijana ambayo ipo. Je, umewahi kujaribu kuchukua pesa kutoka hazina hiyo na ulifaulu? Kadhaa. Nimefaulu kwa zingine zimenipatia hela.
from Africa. So tulichaguliwa, wakatupatia hela, tukaweza kutumia hizo hela kurudisha kwenye biashara. Kwa hivyo ulikuwa miongoni mwao wale waliofuzu, na ni ndoto ambayo ungependa kuiendeleza. Ni nini cha zaidi ambacho ungependa kuona kikifanywa humo nchini ili kuweza kuinua vijana? Najua juma lililopita wengi walikuwa wakilalamika, wanasema kwamba wamepata mikopo kutoka kwa serikali, wakasoma, wale ambao wangependa kuwa wajasiriamali ili kuweza kujikimu katika jamii humo nchini. Kwa vijana mimi ningeeleza kwamba kabla umalize shule anza kufikiria mbele. Ukifikiria mbele kuna venye unaweza jisaidia na usiogope. Usiogope yote. Mimi si ati mimi najua kila kitu ndio maana nimeweza kufanya hili jambo. Nimeenda kwa walimu, nimeenda kwa wataalamu, nimegonga milango mingi sana na nimeambiwa hatukutaki. Lakini nenda kwa nyingine, kwa nyingine, kwa nyingine. So usitie moyo, zidi kuzidi. Mwishowe mlango mmoja itafunguka. Hauwezi jua ni gani. Mimi mwenyewe kuchukuliwa na Kenya Climate Innovation Center sikuanga naamini. Walinichukua na sawa, wamenisaidia. Mimi si mwana biashara, mimi ni mwana sayansi. So wamenisaidia katika kujenga biashara mpaka sasa hizi niko na kampuni inaitwa Iko Sawa. Hivyo. Na pia hauwezi fanya jambo lolote peke yako. Tafuta watu wenye mnaweza fikiria pamoja. Ukifanya peke yako hakuna mahali unaweza enda. Hakuna. So tafuta watu wenye mnaweza fikiria pamoja, mjadiliane na mjunjia kusaidiana nyinyi wote. Na hapo pa kusajili kampuni na kuwa na kampuni, ni rahisi kusajili kampuni humu nchini? Kwa sasa hivi si ngumu kama kitambo. citizen.com unaweza saidika hapo. Kwa hivyo ulisajili kupitia mtandao binafsi? Ulienda pale, ili kugharimu nini kusajili kampuni? Ni shilingi 10,000, around 10,000 hapo. 620, yeah. Na ukawa na kampuni yako ambayo imekubalika. Lakini ili kupata kibali cha kutengeneza kitu kama hiki ambacho hamna. Sasa kampuni na bidhaa yenyewe ni vitu tofauti sana. Kuna organization ya serikali inaitwa Pesticide Control Products Board. Hiyo ndio inajihusisha na mambo ya madudu ya mimea. So ndio maana nasema lazima tufanye majaribio kupitia wao ndio tuweze kupata leseni ya kuuza. Na ni gharama pia. Ndio hivyo sasa. Inakugharimu shilingi ngapi kwa mfano ili kuweza kutimiza haya? 1,300,000. Hiyo ndio gharama ya kufanya hiyo utafiti. Kwa hivyo ni lazima wao pia wafanye utafiti wao ili kuona kwamba mpango ulionao kweli iwapo utafaulu au la. Naam, lazima afanye utafiti. Na hapo ndipo umefikia. Hapo ndipo pale nimefikia. Jua kuna venye unaweza patia watu tu bidhaa, uambie neni mnyunyizie mimea zitakuwa sawa. Unaweza kunapatia sumu. So lazima serikali make sure yani wananchi wao wako sawa. Na unaona kwamba ndoto yako itakuja kutimia, kwa sababu sasa tangu tulipoanza kuzungumza umezungumza kuhusu pesa. Pesa zinahitajika ili utafiti huu kufaulu. Unadhani utafaulu? Kufikia mahali nimefika, kwa kuangalia hali ilivyo. Kufikia mahali nimefika siwezi rudi nyuma, na pia shida yenyewe bado iko. The other day walituma watafiti kwenda Brazil kutafuta suluhisho, wakati suluhisho iko hapa. Venye tu ajue. Unaona? So pale ninaamini ya kwamba itasaidia wakulima wengi sana. Na jambo jingine ni kwamba utafiti hauwezi achia tu hapa, lazima tuendelee. Kuna mmoja naosema uliza Davis kama hiyo dawa inaweza kunyunyiziwa kwa mboga, na vile mwarubaini iko na harufu kali. Ni Obwamu kutoka Bunyore. Naam, waweza kunyunyizia kwenye mboga. Hata kama harufu yake ni mbaya, uzuri ukinyunyizia kwenye shamba haitakaa sana, yani hiyo harufu haikae sana. Kuna vile utakuja kukabili, utafute njia ya kukabili hiyo harufu, ama harufu ndio inasaidia. Nasema utafiti lazima tuendelee kusaidia hizi janga ndogo ndogo kama harufu nini. Lakini tulipokuwa tukizungumza awali ulikuwa ukisema kama mbu harufu ndio inawatorosha au ni makali ya dawa yenyewe. Naam. Zubeda, tumeshukuru kwa mgeni wetu. Swali langu ni je, sisi tumekuwa tukichemsha majani na hata mizizi ya huo mti na imefanya vizuri. Je, kuna ubaya wowote? Ni Katana akiwa Kilifi. Hakuna ubaya yote. Huu mti na mbegu ni wa kila mtu. Naam. Tibari sijui kama anania gani na wewe leo. Anasema mbona hukuja na mdudu tuone akifa? Sasa hili ndio jambo lingine. Naam. Unajua kutumia hizi bidhaa zetu haifanyi kazi kama hizo kemikali zingine. Inazuia zisikule mimea. Na kwa kuzuia haifanyi kazi ati siku moja hivi unamwaga alafu saa dudu zinakufa.
si ati inaziua kabisa. Ndio maana nasema inazuia katika hizo midudu kula mimea. Haziwezi zaa, na zikijaribu kukula zinatapika. Unaona? Na pia haziwezi fika ule umri wa kuzaa pia. So kwa hizo njia tatu inazuia katika kula mimea. Hebu sema tena, njia gani na gani? Ukishanyunyiza umesema kwa mimea yoyote unaweza kunyunyiza kidawa. Naam. Mdudu hizi zaa, haiwezi fika umri wa kuzaa, na pia hizi zaa, haiwezi toa mayai. Naam. Kwa sababu nilitaka kujua iwapo tunawakabili tu, tunawazuia wakati huo, tutakuwa kweli tumekabili tatizo lenyewe, kwa sababu bado watakuwepo wale wadudu. Hivyo tutakuwa tumekabili hilo tatizo, tumesuluhisha. Wakati tumezuia lazima zitafute chakula kingine. So hazitakula mimea. Kwa hivyo kama wabunifu vijana, umetueleza changamoto kubwa ni ukosefu wa pesa. Lakini ukasema watu wasilaze damu, bado waendelee kujikakamua. Unapoangalia vyuoni mahali ambako umetoka, tunaona mawazo mengi. Mara nyingi mtu anakuja na wazo zuri kama hili ambalo uko nalo, lakini baada ya kufuzu, baada ya kuondoka chuoni, tunaona baadhi ya mawazo haya yanakufa. Shida iko wapi? Shida ni kwamba hakuanza kufikiria mambo mapema, na pia hakupata njia ya kutafuta njia ya kuendelea hizo mawazo zao. Unajua kuna wakati una changamoto mingi sana, na system yetu imetuzoesha kwamba ukienda shule jambo la kwanza unatafuta ni kazi. Mbona wewe mwenyewe usitengeze kazi? Mbona kuna shida mingi zinatukumba sisi kama Kenya, kama Afrika, na suluhisho ni sisi vijana, na ni sisi wenyewe tunajisaidia. Unaona? So kwa kujitia moyo na kwa kuanza mapema pia, usiwe unafanya tu jambo lenye likusaidia. Fikiria mbele. Unaona? Na ukifikiria mbele, kuna mtu atakuwa anasema huyu kijana kuna kitu anasema, acha nione venye anaweza msaidia. Lazima pia uonyesha kwamba kuna jambo nataka kufanya, nataka kusema, wakusikiza. Na nitarudi kwa mahala ambapo ulisema kwamba mara nyingi, na hata wewe binafsi ulikuwa unafanya huu mradi ama hili zoezi ili upite mtihani. Haukuwa umewazia swala la biashara au faida ambazo mradi huu unaweza kuleta katika jamii. Je, ni kitu ambacho kinafunzwa kule shuleni, au ni kitu ambacho unadhani itakuwa muhimu kuletwa pale katika mtaala wa elimu, ili watu wafunzwe kuanzia mwanzoni, waonyeshwe jinsi ambavyo wanaweza kutumia mawazo kama haya kujikuza baada ya kukamilisha masomo? Ni kitu ambacho kipo, ama ni kwa sababu wewe binafsi unasema ulisaidika kwa sababu ulipata watu wa kukushauri? Mimi kama si Kenya Climate Innovation Center singekuwa najua ya mambo. Juu haifundishwi. Kama mwanasayansi unafundishwa tu mimea, unafundishwa madudu, majina zao za kisayansi hivyo. But wengi wana ubunifu, na ni venye tu hawajui njia wataenda. So wakifunzwa itakuwa rahisi. Itakuwa rahisi. So mimi ningesema iwekwe kama funzo shuleni, kuanzia hata high school. Kwa sababu mara nyingi unapoangalia masomo ya humu nchini, watu wengi wanafunzi hufanya mtihani ili wapate alama ya A, watangazwe kwenye runinga. Lakini baadhi ya mawazo haya kwa sababu tunakumbuka hata wakati wetu, na nadhani hata sasa kuna ile ilikuwa ikiitwa Science Congress, wanafunzi walikuwa wakija na miradi mizuri mingi. Lakini mara nyingi unaangalia hauoni baadaye miradi kama hii, mawazo kama haya yanapotelea wapi? Je, ni kwamba umesema ni vizuri tujumuishe kwenye mtaala, lakini linatiliwa maanani na hata walimu pale shuleni, au walimu pia wanapokufunza wanataka waonekane wanafunzi wangu walipita. Ni vipi ambavyo tunaweza sasa kuanza kuleta katika mtaala? Onyesha wale wenye wako na ubunifu, na kwa sababu mimi si wa kwanza, kuna ubunifu wengi wamefaulu. Waonyeshe, na pia venye tumesema tu wafunzwe kuzubunifu na njia ya kuendelea mbele. Wakifundishwa itakuwa rahisi. Na wapatiwe motisha. Wakipata motisha ni hivyo. Kwa hivyo azimio lako shida ni mingi sana. Azimio lako ni lipi tunapofunga? Zidi, usitiwe moyo, na ukumbuke Mola. Naam, shukran sana, na tunakutakia kila laheri katika safari hii. Tunatumai kwamba siku moja tutaingia kule madukani tupate, inaitwaje? Inaitwa Den Biopesticide. Den Biopesticide.
Haya, shukrani sana kwa kuwa Nimeshukuru nasi sana, kwenye kipindi chetu cha hii leo. Tunakutakia kila laheri. Siku moja labda tutakuangazia tena kule madukani, dawa hii ikiwa imeidhinishwa na serikali. Tunakutakia kila laheri, tunatumai kwamba safari yako itaweza kutimia. Asante. Tumekuwa naye Davis Atek ambaye ni mbunifu ambaye yuko katika safari ya kutengeneza dawa ya kukabili athari ambazo zinasababishwa na wadudu, na tunatumai kwamba ataweza kufaulu. Tutakuwa tukiwaleta wabunifu wengine zaidi katika taarifa zetu. Kufikia hapo sina la ziada. Tukutane kesho kwenye Dira ya Wiki. Sasa hivi nampisha